Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tusikilize historia ya Mtakatifu Giovanni Battista Rossi, pia anajulikana kama Yohane Mbatizaji the Rossi. Alizaliwa tarehe 22 Februari 1698 huko Voltaggio, jimbo la Genoa nchini Italia. Alifariki dunia tarehe 23 Mei 1764 katika Trinita Dei Peregrines, Rome, kutokana na kupooza mara kadhaa. Masalia yake matakatifu hapo awali yaliwekwa katika kanisa la watakatifu Trinita mwaka 1965. Masalia hayo yalihamishiwa katika parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Rossi huko Roma, Italy. Alitangazwa mtakatifu tarehe 8 Disemba 1881 na Papa Leo wa 13. Mmoja kati ya watoto wanne waliozaliwa na Charles the Rossi pamoja na the Francis Alfonsi, alichukuliwa na wanandoa matajiri wa kiheshima kwenda Genoa kwa ajili ya masomo. Huko alikutana na baadhi ya watawa wa Kapuchini waliompenda sana na kumsaidia kuendelea na elimu yake huko Rome. Alisoma chini ya Wajesuiti katika chuo cha Roman akiwa na umri wa miaka 13. Alikuwa mwanachama wa Solidarity of the Blessed Virgin na Ristretto of the 12 Apostles. Alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa kifafa. Matendo yake makali ya kujinyima aliyojiwekea karibu ya haribu afya yake na kuwahi kurejea kabisa katika nguvu zake za awali. Alisoma falsafa na teolojia chini ya Wadominikani. Alipadirishwa tarehe 3 Machi 1721 na kupewa huduma huko Roma. Alisaidia kuanzisha makao ya kuwahifadhi wanawake wasio na makazi karibu na hospitali ya Mtakatifu Gala huko Roma. Mwaka 1737 aliteuliwa kuwa kanoni wa kanisa la Santa Maria Cosmedin. Alitumia mshahara wake kununua ugel kwa ajili ya kanisa hilo. Alikuwa mishonari na mkatekista kwa madereva wa mikokoteni, wakulima, wachungaji wa mifugo, wasio na makazi, wagonjwa, ombaomba, makahaba na wafungwa wa eneo la Campagan. Kwa miaka mingi John aliepuka kusikiliza maungamo kwa hofu kwamba angepatwa na kifafa akiwa kwenye kiti cha maungamo, lakini askofu wa Civita Castellana alimshawishi kuwa hiyo ilikuwa sehemu ya wito wake. John alikubali na baadaye akawa padri maarufu sana wa kusikiliza maungamo huko Roma. Aliwahi kusema kwamba njia fupi zaidi ya kwenda mbinguni ni kuwaongoza wengine huko kupitia sakramenti ya kitubio. Alikuwa mhubiri maarufu anayeheshimiwa sana. Alipewa jukumu la kuwa mkatekista kwa maafisa wengi wa serikali na magereza, hata kwa mnyongaji rasmi wa serikali. Alijulikana pia kwa kufanya miujiza. Daima alikuwa na ibada ya pekee kwa Mtakatifu Aloysius Gonzaga.